Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Lea Chungwa. Nimekuja kumshuhudia Mungu kwa matendo makubwa ambayo ametutendea kwenye familia yetu. Amen. Familia yetu ilikuwa ina mfarakano mkubwa. Ilikuwa na mfarakano. Ndio. Kwenye familia yetu tumezaliwa wanne. Lakini sisi wote tulikuwa hatuelewani. Yaani kila mtu aelewani na mwenzie. Wacha wewe. Sasa mimi ni wa mwisho kuzaliwa, alafu na kaka yangu ambaye yeye kazaliwa peke yake mwanaume. Yaani mimi na yeye tulikuwa paka na chui. Paka na chui. Nakumbuka mara mwisho tuligombana ilikuwa 2013. Mpaka hapo mpaka 2013 mpaka 2018 sikuwahi kuongea naye, hakuna mtu ambaye alikuwa anamtafuta mwenzie. Sasa ndo baada ya kuja kusali hapa, mama yangu akaja mwezi wa 12 kwa ajili ya kuja kuonana na wewe. Alipofika ili swala ulimwambia kwa habari ya familia yake. Kwa habari ya familia kwamba hawapendani. Na pia ulimwambia kwa habari ya huyo kaka yangu. Ndio. Kwa hiyo mama alipompigia simu kaka yangu, kaka akashangaa, mama huyo mtu vipi anajua stori za maisha yangu? Anajuaje matatizo yangu? Mimi nataka nije nionana naye. Ndio. Kwa sababu alipokuambia ni ukweli kabisa. Kwa hiyo nataka nije nionana naye. Basi mama naye akawa hiyo mwezi wa 12 uko umemwombea sana. Ukamwombea sana kufungua familia yake, kufungua kitovu chake, uko umemwombea sana. Kweli mwezi wa kwanza ule kabla mama hajaondoka, mimi na kaka yangu tukaanza kuwasiliana. Mkaanza kuwasiliana. Pigia Yesu makofi mengi sana. Mama anapoondoka pia akamwambia, "Wewe unampigia simu mdogo wako?" Anasema, "Mama, kwani mimi nampigia simu mdogo wangu?" Yaani nashangaa, yani amefunguliwa kule alipo. Amefunguliwa kule alipo. Yaani tangu 2018. Hatujali kuonana mimi na yeye. Yaani siku tumekuja kuonana alikuja hapa kanisani. Ndio mkaonana hapa. Ulikuwa ni mwezi wa 2 au wa 3 nafikiri. Tangu 2018. Ndio tukaja kuonana hapa. Yaani hata siku ananipigia simu kama nakuja kanisani, si nitawahi, si na anatokea Morogoro. Sijui nitawahi, sijui nini. Yaani nimetoka kanisani naanza kumtafuta. Yaani hata sio. Kwa hiyo nashukuru kuanzia hapo, yaani mimi na kaka yangu yaani ni marafiki ya kwamba nikipigia simu kwa mkana masaa mawili. Napenda kushukuru Mungu wa madhabahu. Nitembea na kumfungulia. Amina. Tarehe 10 mwezi wa 10 2022 nilienda hospitali kupima, nikaambiwa tumboni nina giza. Kiasi kwamba hata daktari akipima haoni, anaona weusi tu. Tumbo lako lina giza. Picha hizi hapa jamani. Si mnaona wote mpaka huko nyuma Amen. Mama yangu akaambiwa na daktari mwingine, "Mlete mtoto hapa tumchunguze zaidi." Mama akanipeleka hospitali nyingine. Hii hapa alitumia zaidi ya 800,000. Alitumia kipimo kimoja tu ni 800,000. Baadaye yule daktari akaniambia nahitajika kufanywa operation. Nimeona kwamba pembeni una giza, alafu una uvimbe wa gramu 300. Yaani kiasi kwamba ili tumbo nilikuwa nikisimama hivi unaweza kusema mimi ni mjamzito. Nilipokuwa nahangaika nikamwambia mama, mimi siko tayari kwa operation. Bado sijazaa, siwezi kufanya operation, naogopa. Mamangu akawa ananiambia basi ngoja tuendelee kuhangaika. Tukahangaika mpaka kwa waganga, napewa dawa na kunywa hakuna. Nikafika stage nikawa nimechoka, nikamwambia mama, sitaki kusikia habari za mganga, sitaki kusikia habari za shehe aina yoyote. Mwezi wa 2 mwaka huu natoka nyumbani kwangu naenda kwa mama. Namwambia mama, mbona najisikia kama kwenda kanisani? Mama anambia, umeanza au ndo mapepo yako? Nikamwambia hapana, yaani kila nikilala kuna sauti inaniambia niende kanisani, lakini sijui kanisa lipi nitaenda. Nikaa nahangaika kutafuta kanisa. Kuna dada mmoja nilikutana naye kazini Feri, nikamwelezea. Nikamwambia, mimi natamani kwenda kanisani lakini sijui ni kanisa lipi. Akaniambia, mdogo wangu, kuna nabii yuko sehemu fulani, nenda. Nikasema, wapi? Akanielekeza. Siku ya kwanza nikaja. Hakuongea chochote na mimi. Siku ya pili akaniambia nenda Ijumaa. Nikaja Ijumaa, akaniambia, mwanangu, tunaongea mimi na wewe lakini ninaona una joka kubwa liko tumboni. Na kiasi kwamba nilikuwa kama nimesimama hivi, basi nisimame hivyo hivyo, nikaanza kubana. Nikiinama mimi ni wakupeleka hospitali na Madrid. Nikaombewa na mama, nilisungua sana hapa. Jumapili ya kwanza, kwa sababu leo ni Jumapili na miezi 4. Jumapili ya kwanza nikamsungua sana hapa. Mapepo mengi. Kaniombea. Ikapita Jumapili ya kwanza, ikapita Jumapili ya pili, nikapata haja. Zangu.
Ukafunguliwa? Nikafunguliwa usiku, nimelala nimeota natapika kama samaki alikatwa vipande vipande. Nikasema huyu samaki gani ni mkubwa? Ndio yule joka sasa. Fikira zangu zikaniambia, mama alikwambia una nyoka mkubwa yuko tumboni mwako. Nilipomtapika kaisha wote. Nikaanza kupita kwenye mabonde, milima, watu wananikimbiza, wengine wamesimama nje ya panda, wananizuia nisiende, natafuta njia mpaka nikapanda juu ya mlima. Nakuja kupanda juu ya mlima, niko shimoni, natokea niko kule Makongo juu. Nikampigia mama simu. Nikamwambia mama, jana nimeota 1 2 3. Mama akaniambia umeokolewa.